Yes, leo tukiwa kwenye yachi nimekutana na Ngosha. Ngosha, inakuaje? Poa, mambo vipi? Fresh, mambo yanaendaje? Mungu ni mwema. Weekend leo inasemaje? Tunamshukuru Mungu kama hivi upepo unapovuma. Huku ni baharini ambako hata Yesu alifanyia Injili. Kwa hiyo ni pazuri kama nini? Vipi? Uzi kwa. Njoo. Anaogopa sija kaanguka. Mimi akianguka nampata kwenye maji. Unamfuata? Kwenye maji. Unaanza kumuokoa ndio unajiokoa. Kwa nini? Sasa mahusiano na wewe. Hujui nguvu ya mahusiano. Inazilisha kiasi gani unampenda? Ya. Wewe kwenye mahusiano gani, ni vitu gani unavipa kipaumbele sana? Kwa nini? Kwenye mahusiano ya kimapenzi au kwenye mahusiano huu unatoa kipaumbele vitu gani kwa mwanamke? Sijaelewa swali. Kabla hujakuwa na mwanamke, ni vitu gani ambavyo huu unazingatia? Mimi ninachozingatia ni kuelewana, yaani hasa anielewe na mimi nimuelewe basi. Kwa mtu akikuelewa ni rahisi kuishi naye, kwa sababu ugomvi unakuwepo lakini hautakuwa mkubwa kama mkiwa mtu ambaye wewe unamuelewa na anakuelewa. Kuna watu wanauliza mbona Ngosha anaonekana mpole lakini kwenye klipu zake huwa anachangamka sana, au kuna vitu huwa anatumia kabla ya kutengeneza content? Hapana, kitu ambacho wanashindwa kuelewa ile ni character. Na kitu ambacho watu wengi wanashindwa kuelewa, mimi situmii kile chochote. Mimi niko hivi, yani mimi vibe yangu iko hivi. Na of course mimi siwezi kusema ni mpole, sijui, ila naonekana na sura ya kipole. Of course nina upole lakini kawaida yani. Kabla hujaanza comedy yani, before ulikuwa unafanya mishe gani labda Ngosha? Mimi nilikuwa nafanya comedy long time, kwa sababu kufanya comedy kuna aina mbili, kuna kufanya comedy na kuna kujulikana unachokifanya. Kwa hiyo kabla watu hawajajua ninachofanya, nilikuwa nafanya comedy. Hata nilipokuwa shule nilikuwa ni mtu wa ucheshi, utani. Lakini pia mimi zamani kabisa, yani ndoto yangu ilikuwa ni kuimba, mwanamuziki. Kwa hiyo nilikuwa naimba sana, mambo ya kuchana, bongo flavor hivyo. Baadaye nikawa mwigizaji. Nikawa naigiza, lakini kwenye ucheshi ilikuwa ni mimi mtu ambaye nilikuwa napenda utani, masiara hivyo. Kabla hujaingia kwenye industry na alikuwa na kuinspire? Kwanza walikuwa inspire kama marehemu Charles Kanumba, Jacob Steven, JB. Nadhani hao. Alafu kwenye comedy wapo wale comedy wale waliotangulia hivyo, kina Joti, kina Mpoki, kina Masanja. Watu wanasema bwana Kanumba hamna mtu atakayekuja kufunika pengo lake. Wewe unaona iko hivyo au ni maneno ya watu? Bro, katika maisha yako usije ukafikiria kwamba nafasi yako haina mtu mwingine. Hakuna nafasi ambayo haina mtu. Hizi ni fikra tu. Kwa nini watu wanasema hivyo? Kwa sababu kwenye industry walioanza wakakubalika kwenye upande wa filamu, yeye ni miongoni mwao. Kwa hiyo alianza tu. Leo kuna comedian wa zamani ukiwaangalia, huwezi kucheka kichekesho chochote kile walichoigiza. Lakini zamani kwa tunacheka. Lakini hatumaanishi kwamba tunawadharau, ni ma legend wanaheshimika, kuna sehemu wameipa mchango industry ya comedy, lakini haimaanishi kwamba waliopo sasa hivi eti hawezi kuziba pengo, hapana. Kwa hiyo mimi nakataa habari za kusema kwamba eti hamna mtu anaweza kuziba pengo la Kanumba, kwa sababu kuna igizo gani jipi ambalo au usika gani mpya ambao muigizaji mwingine hawezi, ambao labda hawezi kufanya Gabu, hawezi kufanya Isalito, hawezi kufanya JB, hawezi kufanya Ngosha, hawezi kufanya mtu yoyote. Ni uongo. Kwa hiyo pengo linazibika tu. Nimeona jana Saidi ameandika kwenye Instagram yake kwamba sasa hivi makomediani wanatumika sana. Wewe hiyo unakubaliana nayo? Ni kweli na haikwepeki, hasa kwenye kila industry. Kuna baadhi ya wasanii huwa lazima tu watumike kwa namna gani? Kuna ule ugeni wa kwenye game, kila mtu kapitia huko, hata Saidi kapitia huko. Ule ugeni wa kwenye game au ugeni wa kwenye game la matangazo, unajikuta kuna mtu unaweza kutangaza kwa kupewa laba tu, yaani ukaambiwa vaa kiatu hichi mwanangu, ukatangaza. Kwa hiyo baadaye mtu anapoenda kujua nafasi yake, value yake, ndio anaanza kufanya biashara. Kwa hiyo naweza nikasema inawezekana kila msanii ishai kumkuta, awe wa bongo flavor, awe wa comedy hivyo. Kwa hiyo mimi siamini wale A-list wa comedy wanaweza wakatumika hivyo. Ni watu ambao wanajua game,
wanajua soko, wanajua namna gani makampuni namna kuya approach, kwao wanaelewa. Ila kwa wao wapya, na pia sio kitu kibaya kama ni mbinu za kampuni kuhakikisha kwamba wanatengeneza matangazo yao kwa njia fulani, sio kitu kibaya pia. Unajua sasa hivi ukitaja A-list ya makomedian huwezi kuacha kumtaja Ngosha. Hasa mpaka sasa hivi ni kitu gani ambacho unaona kimemisi kwenye game ya comedian? Kwenye game ya comedian bwana, hii comedy hii game bado ni mpya, ndio kwanza imechangamka. Kwa hiyo kuna vitu vingi bado tunaendelea kujifunza, lakini hasa kwenye blandi wako kwenye level nzuri ya comedian kujiblandi, tofauti na industry nyingine, lakini wana nafuu kwenye kujiblandi, lakini tunahitajika kuongeza zaidi kujiblandi, lakini pia kugeuza comedy kuwa biashara. Hii pia inatakiwa serikali ichangie kwenye platform tofauti tofauti kama Instagram, watu waweze kuingiza fedha. Unajua sometimes huwezi kutengeneza brand au kuikuza brand kama uchumi wako huko chini. Kwa hiyo nashukuru serikali inawakumbuka content creator, lakini pia tunatamani ipambanie Instagram watu walipwe kama ambavyo kwa sasa hivi kwa sehemu Facebook inawalipa, lakini pia TikTok watu walipwe, ili watu wanapokuwa na pesa ni ngumu kutumika. Watu wanapokuwa na pesa ni ngumu kushusha value zao. Kwa hiyo watakuza uchumi wa taifa, wataajiri watu wengi. Kila content creator mmoja unayemuona ujue kuna watu kawaajiri, kuna watu wanashuti nao wanawalipa, kuna cameraman, kuna editor, kuna wengine watu wana script, kuna watu wengi, kuna manager, kuna vitu kama hivyo. Unforgettable moment ambayo huwezi kusahau tangu ulivyoanza game yako mpaka sasa hivi ni ipi? Ambapo ukiona unasema dai kweli na ni kwanza hii? Hapana, mimi ni Mkristo, so ni watu ambao tunasema ya kale yamepita, ya kale ni mavi. Kwa hiyo sisi tunaishi kwa kusamehe. Mungu anasema ukisamehe naye anakusamehe. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kisha kuniumiza au kilikuwa kibaya, kama nimepata nafasi ya kupiga goti na kuongea na Mungu, maana yake nilikisamehe na nimekisahau. Kwa hiyo sitaki kukizungumza na wala sitaki kukikumbuka. Hela gani ndogo ambayo ushawahi kulipwa kwenye kazi yako ya comedian? Kama unaikumbuka. Ya, nakumbuka nishawahi kulipwa laki. Na penyewe niliingizwa mkenge na mwenzangu. Alinialika sehemu. Yaani aliniita kwenye deal. Aliponiita kwenye deal yeye akawa tayari asha close deal na ni mwanangu, siwezi kumnanili. Baadaye anakuja kutoa mpunga. Tunagawana laki. Hii kiboko. Lakini sio haba. Leo tuko na Kiredio na watu wengine ambao ni makomedian lakini pia content creator. Labda tu mwambie mtu ambaye hajui ni kitu gani ambacho kimeunganisha kuwepo hapa ulipo. Kitu kilichotuunganisha hapa ni kumsupport ndugu yetu Bwana Kiredio Vise. Tunamsupport kwa kuongeza mwaka, anaongeza uzee, anafurahia kukaribia kufa. Kwa hiyo tupo hapa kusupport, kumpa faraja, kumpa furaha. That's why tupo hapa. Kwa Vise mimi pia ni miongoni mwa mtu ambaye tushawahi kufanya naye hii kazi kitambo sana ya uchekeshaji kwenye mambo ya stand up. Sehemu ambayo nakumbuka marehemu MC Pilipili ashanikutanisha. Kwa hiyo mimi na Visa tulianza kufahamiana huko. Hamna anayejulikana, sio mimi sio yeye. Tunajitafuta huko. Mpaka leo tunamshukuru Mungu kwa nafasi ambayo tumechukua. Kiredio ni mtu aina gani kwa mtu asiyemjua? Unajua mtu yoyote ambaye ni mcheshi hawezi kuwa anakera. Unajua mkiona mtu ni comedian huwa ana kalama ya kuwa na saikolojia, yani anauelewa saikolojia. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaweza akakaa na mtu na asikwaze, mkaenjoy, mkapiga story hivyo. Yani yuko poa tu, hana neno wala nini. Basi brother, mimi nimeshukuru kwa time yako, nisikuchoshe, endelea kuenjoy. Shukrani sana. Tuko pamoja Ngosha.